Amina. Ninayo kila sababu ya kumshukuru Mungu aliyeumba mbingu na nchi, aliyenipa kibali siku ya leo kufika mahali hapa. Amen. Mimi sio mgeni sana, mgeni kiasi. Amen. Wangapi wananifahamu? Amen. Sio mgeni, lakini pia nishukuru baba mchungaji, baba askofu pamoja na mama askofu kwa kunipatia nafasi hii ya kusema na kanisa. Mungu awabariki sana. Ili pia nishukuru wazee wa kanisa pamoja na kamati zote mnaendelea na kazi ya Bwana. Mungu awabariki. Haleluya. Mungu amenipa kibali leo kufika mahali hapa. Lengo kubwa ni kwa ajili ya kuzungumza na wanawake, maana ndio kazi Mungu ametuitia kwa wakati huu. Ndio maana tumekuja tuseme na wewe mwanamke. Lakini kwa kibali Mungu akanipa neema tena ya kusimama niseme na kanisa. Hivyo basi nikuombe ujiandae, andaa moyo wako, weka tayari Biblia yako, daftari. Roho yuko hapa kwa ajili ya kukuhudumia. Amen. Mimi sio mtu mkubwa, mimi ni mdogo. Sio mkubwa, ni mdogo. Katibu si katibu wa kanisa. Alisema tumetembelewa na mtu mkubwa hapana. Mimi ni mtu mdogo sana sana. Bwana Yesu asifiwe. Ila Mungu amenipa neema tu kwa muda mchache nizungumze na wewe. Majina yangu ninaitwa Domina Mungu. Ni mama mchungaji na tuko huru ADCI. Tunamtumikia Mungu huko. Amen. Na tunamwona Mungu, lakini pia nawe tunamkaribisha. Natamani siku moja ufike mtutembelee. Amen. Ni mama wa watoto 5, lakini ni mke wa mume mmoja. Sina wanaume zaidi ya mmoja. Labda wanaume wengine ni Yesu Kristo. Haleluya. Lakini pia wadhifa wangu kwenye jimbo ni katibu wa wanawake. Na kama vile tumesimulia. Hamjapenda tuje viongozi wenu. Sijasikia vigelegele wa mama makofi na vigelegele. Amen. Barikiwe sana. Natamani kuzungumza na wewe pia baada ya ibada, usiondoke. Lakini naamini viongozi wametangulia, mchungaji amesema na viongozi wengine wamehamasisha, naamini hautaondoka kwa kuwa wewe ni mtoto mtii na mnyenyekevu mbele za Mungu. Amen. Mtoto mtii na mnyenyekevu mbele za Mungu huwa akiambiwa kitu anakifanya kama vile alivyoelekeza, si ndio? Lakini yule ambaye anamtii akiambiwa anakipuuza. Hivyo ninaamini watoto wa hapa ni watii na ni wanyenyekevu. Amen. Hili pia nimeongozana na kijana wangu kama dereva wangu. Alisalimia. Daudi alisalimia akasema ananipa ushindi. Pia nimeongozana naye na dereva wangu pia aliyenileta. Bwana Yesu asifiwe. Na tena kujitambulisha watu mlikuwepo. Hakuna haja tena kujitambulisha. Amen. Mungu amenipa neno la Mungu kwa ajili yako nilete. Na kwa kuwa Mungu amenipa kibali hiki, basi na mimi nitakwenda kusoma kama askofu alivyosema kwamba atakusomea Biblia. Mimi ninasoma Biblia, alafu Roho Mtakatifu ndiye anayekufundisha. Amen. Yaani barikiwe sana askofu. Umesema kuna mgeni atatusomea Biblia. Na ndivyo ilivyo. Mimi nasoma Biblia, alafu anayefundisha ni nani? Roho Mtakatifu. Amen. Wanaonielewa funga mikono. Amen. Kwa mimi nikiwa nafundisha napenda nyuso za tabasamu. Lakini naomba niambiwe muda. Nisije nikapitiliza nikavunja utaratibu. Najua kila mahali kuna utaratibu. Baba askofu
Sijajua muda mwisho ni saa ngapi, maana mpaka saa 7. Amen. Mpaka saa 7 na dakika kama 40 na zitanitosha, na Mungu anisaidie. Tunajifunza somo linaloitwa kuukulia wokovu. Somo langu, kichwa cha somo kinasema kuukulia wokovu. Nataka nizungumze kwa habari ya kuukulia wokovu. Inawezekana mmewahi kujifunza, maana kila siku tunajifunza, si ndio? Lakini leo nimekuja tukumbushane. Hapa tunakumbushana. Kila siku tunajifunza na tunaelewa kabisa kwamba nini maana kuukulia wokovu. Lakini Roho Mtakatifu anakumbusha kwamba kila leo kuna wakati mwanadamu anasahau. Basi leo nimekuja tukumbushana kwa habari ya kuukulia wokovu. Tunajua kabisa kwamba mtu anapookoka anatakiwa awe na hatua zinazoendelea mbele, ili awe na hatua kubwa ambazo zitafanya mtu yule awe na mabadiliko ya kiroho. Huwezi kusema umekuwa wakati bado uko kwenye hali kama ya utoto. Mtoto siku zote huwa ana tabia ambazo yaani ni zile. Wakati mwingine unaweza ukamzuia kitu, lakini bado akakifanya. Hiyo tabia ya mtoto. Na tabia nyingine ya mtoto ni mtu ambaye haelewi kwa haraka. Wakati mwingine unaweza kumwelewesha jambo lakini asikuelewe. Lakini pia ili mtoto akue kutoka kwenye uchanga kuja kwenye utu uzima au kuja kwenye ukubwa, lazima mtoto huyu apate vitu kama vifuatavyo. Mtoto anapozaliwa lazima apate maziwa. Mara nyingi watoto wanapozaliwa, watoto wanapata maziwa ya mama. Mtoto akizaliwa lazima apate maziwa ya mama, lakini wakati mwingine inatokea bahati mbaya mama anaondoka, mtoto akibaki. Mtoto huyu huwa anapata maziwa ambayo ni mazuri, ambayo yamethibitishwa, yamepimwa, hayana shida yoyote. Kadhalika na kwenye ufalme wa Mungu, tunapookoka tunatakiwa tupate maziwa yanayoweza kutufanya tukue kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Na maziwa hayo ni neno la Mungu. Ndilo linalotufanya tukue kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kama mtu halipati neno la Mungu mara kwa mara, mtu huyo huwa anadumaa na hakui, anabaki pale pale, na mwisho wa siku kinachotokea akidumaa asiwe na hatua yoyote, mwisho wa siku ni hatari kwenye maisha yake. Anaweza akafa kiroho au anaweza akapotea kabisa kwenye wokovu. Haleluya. Tuangalie Petro wa kwanza sura ile ya 2 na mstari wa 2. Fungua Petro wa kwanza aliyepata nisaidie kusoma kwa haraka. Kwanza wa Petro sura ya 2 na mstari wake wa 2. Ndio. Kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyokoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Amen. Ishia hapo. Mungu akubariki tushoni. Kama watoto wachanga yatamanini maziwa ya akili. Nimetangulia kusema kwamba mtoto anapozaliwa anatakiwa apate maziwa mazuri ya mama. Aidha mama kama atapata shida ya aina yoyote ya kiafya au kuondoka duniani, basi mtoto huyu atatafutiwa maziwa mazuri ambayo yanaweza kumtengeneza afya yake ikakaa vizuri. Kadhalika na sisi tunapookoka tunatakiwa tupate neno la Mungu linaloweza kutuimarisha, linaloweza kutujenga, linaloweza kuzifanya afya zetu za kiroho zikawa vizuri. Neno la Mungu
unajua kwa nyakati hizi tulizonazo, mwana wa Mungu, jitahidi sana kuhudhuria kwenye madhabahu yako, ambayo ndipo kuna neno la Mungu linaloweza kukuimarisha na kukufanya ukue zaidi kutoka mahali ulipo kwenda mahali pengine. Si kila madhabahu utakayoenda kwamba utapata chakula kizuri kinachoweza kukuimarisha wewe. Kuna watu wakati mwingine hawatulii nyumbani kwa ajili ya kupata maziwa mazuri, wanatamani kuzunguka huku na huku, lakini kumbe kuna wakati chakula kingine tunachokila, maziwa mengine tunayoyapata yanafanya afya zetu kudumaa. Bwana Yesu asifiwe. Nitoe mfano mdogo. Kwenye nyakati hizi tulizonazo, tuna makanisa ya aina mbalimbali, si ndio? Tuna madhehebu ya aina mbalimbali, na wengine ndio kama hivyo walishajibatiza majina, mitume, manabii na kadhalika. Sasa wale watu wana mafundisho ambao wakati mwingine ukiwatembelea au ukiwasikiliza sana, tena wakati mwingine wao watembei kuja kuwatafuta watu huku, wanatuma watu washirika wao au wawakilishi wao. Inawezekana unapoishi unaweza kuwa unaishi na mtu wa namna hiyo. Kuwa makini, yale mafundisho yanazofisha maisha ya watu ya kiroho. Watu hawakui, badala yake wanarudi nyuma. Amina. Nina mfano mdogo. Mimi na mama mmoja alikuwa ni mshirika mzuri tu, mwaminifu, ambaye alikuwa anajitahidi sana kwa mambo ya Mungu. Lakini siku moja kumbe pembeni ya nyumba yake, jirani yake, kuna nyumba ilikuwa imejengwa, baadaye kahamia mtu ambaye ni mshirika wa huko kwa manabii wanaotumia maji, kitambaa na mafuta. Mimi naamini hapa kutumia vitu hivi. Amen. Sasa yule mama alikuwa na mtoto ni mgonjwa. Tumeomba yeye mara nyingi sana na Mungu alionekana. Yule mtoto alitembea mpaka Muhimbili, alienda Mwanza, Bugando. Lakini mwisho wa siku Mungu akamrudisha, alienda akafanyia operation, ilikuwa na shida. Kafanyia operation, baadaye akarudi akiwa mzima. Yule mama shida aliyokuja kuipata, akawasikiliza hawa watu. Mtoto ameshaenda kule, amerudi salama. Sasa siku moja ikajitokeza shida kwa yule mtoto. Ilipojitokeza shida, tukaenda tukaomba. Baadaye akaenda hospitali, akapewa dawa, mtoto akakaa vizuri. Mwisho wa siku yule mtoto tena alipokuja kukua, akaambiwa na jirani yake, huyu mtoto hawezi kupona kama hautatumia maji, kama hautatumia mafuta. Yule mama akasikiliza ile sauti, akachukua ile maji, akamwagia mtoto, akampaka na ile mafuta. Mpaka tunavyoongea leo, yule mama amerudi nyuma kiasi kikubwa sana. Yaani awe ni mtu kama wa kipapa. Unajua mtu wa kipapa, leo yuko vizuri, kesho yuko vibaya. Leo yani kuna washirika tunao kanisani, linaweza likahubiriwa neno, yaani siku hiyo akasikia ndani amechangamka, akasema kuanzia leo ninaamua sasa, nimechoka, nimekaa nyumbani mrefu, nimeanza kutumika muda mrefu, lakini kuanzia leo nataka sasa nianze kumtumikia Mungu. Kwa wiki kama moja ama mbili atakuwa na bidii, lakini mwisho wa siku tena ile bidii inaisha. Yaani kuna roho anabalishwa, yaani kama kuna kitu kinaingana na watu kinamwashia moto, alafu baadaye kinapotea. Amen. Huku ni kupungukiwa yale maziwa. Amen. Wangapi wananielewa? Lakini pia mtu akishakosa maziwa kama haya, yaani hata maisha yake ya kimwili pia hayawezi kwenda popote, hawezi kuwa na hatua pia za kiuchumi, za kimaisha, kwa sababu tayari kuna vitu amevikosa. Maana haya maziwa ndio yanayofanya, yaani kama tunavyojua maziwa ya mama yanampa mtoto kuwa na akili nzuri, si ndio?
Maziwa ya mama yanampa mtoto kuwa na afya njema, si ndio? Maziwa ya mama yanampa mtoto kukua kwa haraka. Si unanielewa? Kadhalika na maziwa haya ambayo Mungu anatoa kwa watu wake yanakufanya na kuwa na akili nzuri. Mithali sura ya 3. Sijaelewa hili neno la pili na sijaelewa. Ngoja nipige. Hapa 12. Mithali 12. Ule mstari wa kwanza. Msomaji wangu nisomea. Biblia inasema, kila apendaye mafundisho hupenda maarifa, bali yeye achukiaye kulaumiwa ni kama mnyama. Kila apendaye mafundisho. Nimetaka kusema neno la Mungu ndilo linalowakilisha maziwa haya tunayoyapata. Ninayoyasema hapa sio maziwa yale ya ng'ombe au ya mama kama mama. Sisi tuliokoka, tunapokuja mahali hapa, tukikosa neno la Mungu, maana tumeyakosa maziwa mazuri yanayoweza kutufanya tuimarike. Kwa hiyo nimesema maziwa yanafanya akili ya mtoto inakuwa inakuwa nzuri, akili yake inakomaa. Sasa kwa mtu aliyeokoka akayapata haya maziwa, akili inakomaa. Anajua nini nifanye, nini niache. Lakini pia ufahamu wake unakuwa unauelewa. Kinachopata anakuwa kwa wepesi, lakini pia anakuwa na afya njema. Walio na afya njema piga makofi. Walio na afya njema piga makofi na vigelegele. Maana mtu mwenye afya njema, tukisema maombi ya siku 3 anaweza kufunga. Mtu mwenye afya njema ya kiroho, tukitangaza maombi siku 30 wala hawazi. Mtu mwenye afya njema ya kiroho akiamua kuhubiri wala hashituki. Mtu mwenye afya njema ya kiroho akiambiwa utumishi wala haoni ajabu. Lakini mtu ambaye amedhoofika, afya yake ya kiroho sio nzuri, kila kitu atatoa sababu. Umeshakutana na watu kila kitu ni sababu. Ukimwambia sasa mpendo utahubiri, jamani nini tena? Maana kanisa zima umeliona nini? Jamani mpendo wangu utatuongoza ibada nini tena? Ibada. Mimi na ibada wapi na wapi? Yaani ana sababu. Akiambiwa tutaenda kwenye utumishi anasema mimi hata uonga sina. Yaani mtu alina sababu nyingi. Huyu mtu afya yake ya kiroho sio nzuri. Kama uko hivyo jipeleleze. Kwa nini? Kuna sababu nyingi ambazo ni kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ile kwa ajili ya shughuli zako una sababu. Ukipanga mchango wewe una sababu. Mimi uchumi wangu. Hivyo nataka nikwambie kitu. Kwa wale ambao wanakuwa na sababu, tukiokoka tunamtanguliza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye kila kitu. Ukiamua kuhubiri unasema Roho Mtakatifu yuko ataniwezesha. Ukiambiwa chochote mchango unasema Mungu ambaye alinileta mahali hapa atanifanikisha. Yaani kila aliye na afya njema huwa anamtegemea Mungu maisha yake yote, hategemei kitu chochote. Wala angalia nani amefanya na nini fanye. Wafanye wengine wasifanye, yeye yuko tayari kufanya maana anajua anafanya ni kwa faida yake na kwa faida ya maisha yake ya baadaye akiwa mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Acha kuwa na sababu. Amina. Hiyo ni afya iliyozofika. Yaani ukiona moyoni mwako kuna sababu zinatokea kwa kila kitu. Yaani kila kitu tunatoa sababu. Wakisema hii sababu, mimi siwezi. Mimi naokoka nilikuta jina la mama Siyawezi. Wamama ambao walikuwa kanisani wakisema utumishi, kwa kweli mimi siwezi. Walibatizwa kama mama Siyawezi. Sasa usiwe mama wala baba
wala kaka, wala dada. Sema ninaweza katika yeye anitiaye nguvu. Huyu aliyetuita anatuwezesha katika mambo mengi. Kikubwa tu, wewe je, umejiweka tayari? Umeamua kuyanywa haya maziwa ya kuimarishe, kunywa maziwa yasiyogoshiwa, utauona wema wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko ni mengi kidogo, lakini pia twende Korinto wa kwanza 14 mstari wa 20. Korinto wa kwanza sura ya 14 mstari wake wa 12. Amen. Wa 20. Mstari wa 20. Ndio. Biblia inasema, ndugu zangu, msiwe watoto katika akili zenu, lakini katika uovu mgeuzwe watoto wachanga, bali katika akili zenu mkawe watu wazima. Amen. Barikiwe. Tupige makofi msomaji. Sio ndio jamani, kupiga makofi tu. Na watu wanamkono mmoja na tamani wapige makofi. Kwa nini mkono mmoja hapo kwa nini tumefungia? Kwa makofi jamani. Haleluya. Yaani kupiga makofi sema tupige makofi tu. Anakushangaa kama vile haelewi ulichokisema. Jamani, hebu nirudia hata andiko. Bwana Yesu asifiwe. Rudia msomaji wangu. Korinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 20. Ndugu zangu, msiwe watoto katika akili zenu, lakini katika uovu mgeuzwe watoto wachanga, bali katika akili zenu mkawe watu wazima. Paulo anasema, ndugu zangu, msiwe watoto katika akili, lakini katika uovu ndio ufanyeje? Manake alikuwa na maana hii kwamba tunapookoka akili zetu zikue, zielewe haraka kwamba hili jambo halipaswi. Lakini kwenye uovu tugeuze watoto. Yaani kwenye uzinzi, yeye msikuruhusu. Hili mnaviona kama hujui wala huvielewi. Si ndio? Si ndio tabia ya mtoto? Yaani mtoto anaweza kapita, akakuta ile kikombe, akapiga teke, alafu baadaye yeye anachukua na mama. Kwa hiyo Paulo akasema kwenye uovu tugeuze kuwa watoto. Yaani kwenye uovu, kwenye tabia mbaya za dunia hii tuwe kama watoto. Unataka wananielewa jamani? Hii sijui nikuelezee na mimi. Yaani maana yake wewe ukiambiwa ulevi kwako, yaani sijui pombe ni nini, ulevi sijui. Yaani ni kitu ambacho kinatakiwa kwako kiwe kigeni kabisa kwenye maisha yako, wala hata usikisubutu kukisogelea. Yaani uwe ni mtoto kwenye uovu, lakini kwenye akili zako, akili zikomae, usipelekwe, usiyumbishwe. Kuna watu wanapelekwa kama bendera, upepo ukienda huku unapata, ikienda huku unapata, ukienda huku unapata. Na pale kwenye uzinzi yupo, kwenye ushirikina yupo, si kwenye kufanyaje yupo, kila sehemu yupo wewe. Akili yako, Paulo anasema, ndugu zangu, msio watoto wadogo katika akili zenu. Katika uovu ndio muwe watoto. Maana kwenye akili zenu muwe watu wazima. Maana mtu mzima anajua uzinzi ni mbaya, ni dhambi mbele za Mungu. Ulevi ni dhambi mbele za Mungu. Lakini inawezekana kumuuliza mtoto hajui. Si ndio wana wa Mungu? Ni kujua uongo ni dhambi mbele za Mungu na mbele za watu pia. Mambo ya kufanya tukulie huko. Naomba nisiketeze muda, maana naona muda wangu unakimbia. Moja, kuvua
vua utu wa kale. Korinto 3:7-10. Ili tuukulie wokovu, lazima tuvue lile vazi la kale, tuvae jipya ambalo Yesu Kristo alipandishwa pale msalabani, damu ikamwagika, akateseka, alafu sisi ndio tukapata vazi lile. Wakikuona wanakuwa wanajiuliza, huyu ni yule fulani au ni mwingine? Bwana Yesu asifiwe. Wanaulizana, hivi huyu ni yeye au ni mwingine? Sababu ni nini? Umevua utu ule wa kale. Maana walivyokuzoea sivyo wanavyokuona leo. Walishakuzoea kupita barabara, unapita unayumba, barabara inakuwa ni ndogo kwako. Lakini mwisho wa siku wanakuwa wanatokea kiheshima kabisa, alafu unaonekana ni mtu mwenye heshima zake, mstaarabu. Hebu ukwenda mrokoka. Sasa ni mtu anayejiheshimu, ni mstaarabu. Ulikuwa ni mtu ambaye ukianza kuongea, yani ni kama wamekuwekea limit, wanakuwa na kuseti. Lakini mwisho wa siku watu wanakuwa wamebadilika, maneno yako yamebadilishwa. Sio yale ya kuongea unawasema watu, sio yale ya kuongea unawatukana watu, badala yake wanaona unapokuwa ukiongea maneno yako yamejaa hekima. Wanatamani washuki tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wanatamani ushauri kutoka kwako. Kwa sababu nini? Umebadilishwa, umevua utu wa kale, umevaa utu mwingine kabisa tofauti na ule waliouzoea. Nitembea sehemu moja nikasema, wakati mwingine wamama tupo, utu ule wa kale huwa hatuuvui. Ndio maana tunajikuta tunasali peke yetu, waume zetu wengine hawaokoki. Siamini kama kila mwanamke aliyoko hapa amewaka ameokoka. Wamama ambao wamezeni wameokoka, nyosha mikono. Nyosha kabisa, mbona mimi unakuwa unaogopa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hivyo najua kwa nini tuwe na wanawake wengi sana na wakati hao wanawake wengine wameolewa. Ambao hawajaolewa ni wachache nafikiri. Amen. Wapo ambao hawajaolewa, ninajua hilo. Wengine wamezao lishaondoka, nalijua. Lakini wale ambao tumeolewa, tuna ndoa zetu, kwa nini uje peke yako kila siku hapa? Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, miaka 5, inaenda 10, ulishalizika kabisa, ukaona kuenda kanisani peke yako basi imetosha. Wakati wana wa Israeli wakasema, tunaenda na watoto wetu, tunaenda, wewe hivyo ndio kusikia hapa, tunaenda na wake zetu, tunaenda na watoto wetu na ng'ombe wetu kwa ajili ya kumtumikia nani? Kwa ajili ya kumtumikia nani? Maana unapokuwa unapaswa kuondoka pale nyumbani, wewe na mke wako na watoto wako na familia yako, ili mnapopita barabarani mnanesa wewe na mke wako, wewe na mke wako, basi Mungu wa mbinguni anainuliwa. Wakisimama sema, kweli na mume wake walikuwa wapendani, sasa hivi wanapendana. Walikuwa watembei pamoja, sasa hivi wanatembea pamoja. Hivi unajua na kutembea pamoja nako ni kuokoka. Haleluya. Na kutembea pamoja ni kufanyaje? Yaani kuna watu kutembea pamoja, mwanamke huwa anatamani tembea na mume wake lakini lishashindikana. Wakiamka asubuhi anamwambia, "Niandalie nguo zangu, alafu utaamlia nakuja." Sasa twende wote, wewe tangulia na kuja. Yaani sababu unajiuliza ni nini? Inawezekana huu mtu wa kale bado haujaondoka kwa mmoja. Yaani kuna mmoja inawezekana akionekana kumbe nina mke, basi nitatokosa tule. Kwa hiyo alikuwa hataki ajulikane kama ana nani, anatangulia na kuja. Ila hapa hawako hivi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ule utu wa kale, vua utu wa kale. Nimesema
Yaani manake huna nini wanaitaka ile na lugha fulani naitumia, una kesi na mtu. Una lugha nyingine wewe inatumika, lakini ngoja nitumie hiyo. Una kesi na mtu yeyote, manake popote utakapopita hauna alabi yoyote. Yaani huna shida yoyote na mtu. Manake popote utakapopita, yaani ni amani. Hakuna mahali ambapo ulidanganya sina mke alafu akuone na mke hapapo. Hakuna mahali ulidanganya sina mume alafu akuone na mume, hamna. Hakuna mahali ulisema mimi naishi peke yangu, kwa hiyo mimi nimekuja kukopa. Tena mama Mungu atusaidie. Tunaenda kukopa na kwenye mikopo na kwambia uende na mume wako na mke wako. Kuna mwingine kufika kule anajua mume wako hawezi kukubali. Kwa hiyo kufika anasema sina mume, ninaomba niweke sahihi mwenyewe nitafute mtu mwingine. Kwa hiyo wakati mwingine anaweza nikionekana na mume wakaniona wao roho nikopeje na kuwa mlinde. Wanapotangulia Haleluya. Wamama, jeshi kubwa. Mimi naelekea kumalizia. Bwana Yesu asifiwe. Efeso. Okay, barikiwe sana. Barikiwe sana. Haleluya. Subiri kidogo. Unajua wapendwa, kanisa haliwezi kuongezeka kama sisi tuliotangulia hatutatoa vazi lile la zamani. Mtu mwingine mmoja ananiambia, sasa kwa nini ananiambia kuokoka? Kwani hao mnasali nao wananizidi? Nasema, kwani wewe kuokoka unajua maana yake nini? Nikamwambia, akaniambia, kuokoka si ni kuamua kubadilika, tuishi maisha matakatifu. Lakini leo hii wale wanaosema wanaokoka, maisha tunayoishi sisi nao wanaishi haya. Tena mwingine akaniambia, siku hizi tukitoka barabarani tumetoka na mitoko yetu, tukikutana wapendwa nao wana mitoko hiyo hiyo. Hivi unajua siku hizi kuna mitoko, yaani dunia, kanisa linaenda kujifunza duniani badala ya dunia ijifunze kanisani. Sasa kama sisi tunajifunza ya wale kuna siku watajifunza kitu kwetu. Manake mavazi kama tumehalalisha wanaovaa wao makahaba, wakati mwingine sisi tuvae tutoke nayo, kwani kuna siku watatamani kutupata. Yaani wapendwa, lazima tukue utu wa kale, tubadilike, tuonekane watu wa tofauti kabisa. Manake mtu anapokuona aone kweli huyu ndani mwake kuna kitu. Huyu alikuwa ni kahaba lakini anaokoka sasa hivi sio kahaba tena. Huyu alikuwa anavaa nguo za aibu, anaokoka sasa hivi anavaa nguo za heshima, anajiheshimu. Huyu alikuwa ni mtukanaji lakini toka anaokoka ameacha kutukana. Huyu alikuwa ni mgomvi. Kuna watu wanajua kuzipanga ngumi, yaani dakika mbili mbele za ngumi tayari. Sasa hiyo tabia inawezekana uko nayo unapookoka ili uvue utu wa kale. Utu wa kale ndio hiyo tabia ambayo mtu dakika mbili kukukosea tayari ngumi anayo. Hiyo unaiacha. Amani wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Ili unapoiacha hiyo tabia, basi hao uliowaacha kule unaanza kuwashuhudia. Wapendwa, kuokoka ni nani? Mimi sinakumbuka nilipokuwa. Mimi nilikuanga dakika mbili mbele ni nyingi. Ukinikosea tayari ngumi na mateke nimeshakupata. Sasa hivi yaani ni mtakatifu hata ungenishika jichoni. Siwezi. Sitaki ile injili. Sasa alafu haiko hivi. Tukiokoka huwa adui atawaruhusu waje kwetu kutuchokoza. Kama ulikuwa na tabia ya ugomvi, yaani wataruhusiwa watu kuja kuchokoza. Waone je, ile vazi litatolewa au bado lipo. Sasa unatakiwa ugundue kwamba mimi sio yule tena. Mimi sio yule tena. Mimi sio yule mgomvi tena. Mimi ni mtakatifu, ni mtoto wa Mungu. Mimi nimeuvua utu wa kale. Maneno machafu tena kinywani mwako yanaondoka. Kumjibu vibaya
moto wa kale, wewe mwenyewe hautakuwa, lakini hasara ya pili, utazuia watu kuokoka. Soma hilo. Efeso sura ile ya 4 mstari wake wa 17 mpaka ule mstari wa 24. Neno la Mungu linasema, basi nasema neno hili tena nashuhudia katika Bwana, tangu sasa msienende kama mataifa waenendavyo katika ubatili na katika nia zao, ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefarikishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, ambao wakiisha kufa ganzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani. Bali ninyi sivyo mlivyojifunza ya Kristo, ikiwa mlimsikia mkafundishwa katika yeye, kama kweli ilivyo katika Yesu, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya, na mfanye upya katika roho ya nia zenu, mkavae utu upya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Amen. Barikiwe sana. Anaendelea kutusisitiza kuvua utu. Nafikiri andiko nilikuwa nalifafanua hapa. Nilifafanua kidogo ile andiko la Mungu akubariki mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ulikuwa umeandika ile Korinto, utaandika hiyo Efeso, na nilifafanua kidogo hii kwa habari ya kulisi. Ili tulithi hizi baraka au ahadi tulizoahidiwa, lazima kwanza tukue, tuwe na hatua. Unajua kuna wakati Mungu akikuangalia kwamba huyu nikiruhusu abarikiwe, hata endelea kunitumikia, kwa sababu akikuona akili bado ni ya kitoto, kwamba huyu nikiruhusu awe na duka kubwa, hata Jumapili hataenda kuniabudu. Amina. Huyu nikiruhusu awe meneja mkuu au mjenzi wa kampuni fulani, mambo ya Mungu ataacha. Kwa hiyo Mungu wakati mwingine anazuia. Yaani inawezekana wewe mwenyewe ndiyo sababu ya kuzuia baraka zako, sababu ya kuchelewa kutoka kwenye hatua ulionayo. Amina. Yaani Mungu, unajua kuna wakati mtu akifanikiwa, kuna watu wamefanikiwa na wako vizuri na Mungu, ibada hakosi, utumishi hakosi, anafanya mambo ya Mungu vizuri, labda itokee dharura. Mungu anawaza je, huyu mtu nikiruhusu akawa na kazi nyingi, labda ni fundi cherehani, akawa fundi, akawa na kazi nyingi, vitambaa vikarundikana, atanisahau. Mungu anasema utulize kwanza, niache akili yake ikomaa. Ni sawa na mwanao, mtoto wa miaka 10 huwezi kummilikisha gari kwamba leo la kwako, si ndio? Lazima kwanza akue, angalau hata kwenye mwendo wa 20 unaweza kusema sasa huyu akili imeanza kufanyaje, kwa gari ataliendesha kwa makini huko barabarani. Na hata hivyo hata serikali pia inakataa. Kikutana na mtoto mdogo anaendesha gari, fani hapo ni kubwa. Achana na hayo, huwezi kuchukua mtoto mdogo wa miaka 10 uende ndio kamfanye bosi kwenye kampuni yako. Inawezekana kwamba huyu ndio mwenye kampuni kuanzia leo. Heshima atakayopewa na wakati mwingine kampuni atakapoiendesha, ataiendesha vya kujua mwenyewe vya kitoto. Amina. Ni mfano kidogo na kutoa ili kukujenga wewe mwana wa Mungu, kwamba tunapopata kazi tunaziomba kama huwa tunaomba Mungu wabariki. Tena sio watumishi wa Mungu, hatupendi kuona mtu anaishi kwenye maisha magumu, anaishi bila kazi, anaishi bila kipato. Huwa tunaomba kila siku, lakini wapendo wa leo akipata kazi, yaani hiyo kazi ndio inaondoa na kazi ya Mungu, hiyo kazi ndio inaondoa na kuimba kwaya, hiyo kazi ndio inaondoa na maombi, hiyo kazi ndio inaondoa na mikesha.
Wakati mwingine mchungaji anawaza hata ni kwa sababu mchana wako busy, nifanye mikesha ya usiku. Niwe hiyo mikesha ya usiku, wala hata ambao kuja mchana, hata jioni kuwaona wao nirudi, ukimpigia simu mpendwa, vipi bwana, hatukuona hasa. Yaani nilishinda bizi sana, nimerudi nyumbani mwili umechoka. Mpendwa, nataka nikwambie, ukiusikiliza mwili, nia ya mwili wenyewe ni kufa. Bwana Yesu asifiwe. Nia ya mwili yenyewe ni kwa, yaani wenyewe hauna lengo la kuingia mbinguni mwili. Na nikwambie kitu kimoja kwamba kama anavyosema Nyagalatia kwamba mwili na roho vinanganyaje? Vinashindana. Kwa sababu gani vinashindana? Roho inatamani ipate ya rohoni ambayo yataifanya roho siku moja ikastarehe. Lakini mwili nao unatamani ipate vya mwilini ili kwenye hii dunia ya ustarehe. Sasa mwili huo una kazi kubwa sana kwa sababu wenyewe ndio unatenda. Na kwa sababu wenyewe hauna mpango wa kwenda mbinguni, ndio maana nakwambia usifunge. Usiende kwenye ibada. Unaona, usifanye hiki. Hii pesa usipeleke. Hii pesa fanya hivi. Mwili huo. Maana wenyewe mpango wa kwenda mbinguni hauna. Wewe unaniangalia. Unategemea hata leo ni mwili. Haleluya. Mwili wenyewe hauna mpango wa kwenda wapi? Unataka starehe. Ndio maana utakwambia Bwana umechoka ulale. Sana nikifika niamke kwenye maombi, Bwana umechoka ulale. Leo ni baada ya kunajua kali jamani, pumziko tena hata Ijumaa. Leo kuna maombi jamani, kufunga jamani, kila wiki kufunga, tutafunga hata wiki ijayo. Ukiangalia kwenye friji na misosi kama lazima ni hamna leo ile tu. Yaani huo ni mwili. Mwili ndio kawaida yake. Mwili siku zote tunapenda na upende shida. Ndio maana ukiupa chakula leo hiki, kesho nakudai hiki. Unakula unashindilia. Sasa ni kwa kweli nimeshiba, ndio inawezekana nisingekula. Masaa mawili ndio nakwambia nataka kula. Huo ni ukilala usingizi, ukiamka kidogo tu kikao katulala sana kwa usingizi na kukuta. Huo ni mwili. Wenyewe hautaki shida. Yeye ni kawaida, mnautaki nini? Maana muda wake ni mfupi hapa duniani. Unataka raha. Ngamba na nini? Hivyo jitahidi. Mungu ili aruhusu baraka kwako, lazima kwanza akili yako, kama tulivyosoma mwanzo kwamba tukue katika akili. Amuone kwamba nikimpa duka huyu ana uwezo wa kufunga. Unajua manajini yanatuzidi. Kuna kitu yanatuzidi. Wapendwa, tuseme ukweli, tusipakane mafuta. Wanatuzidi. Kutembelea Biblia pale masaa ya saa 7 hivi. Tafuta ile maduka yote ya wale wa upepo wa mdogo. Huwezi kukuta ambalo duka liko wazi. Tena ukiingia mbele kama wewe muda umefika wa kwenda kwenye ibada. Anafunga ukiwa na hela yako na umpelekea hela. Leo wapendwa tunaweza. Kama mteja amesimama hapo na milioni 5, umekuja kuchukua mzigo hapa. Wale ambao wameshafika mbali kutaka. Umekuja kuchukua mzigo wako la ziada. Hata kama 10,000 milioni 5 nimesema nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani leo milioni 5 nimesema nyingi, si ndio? Hata 10,000 tu. Bwana ameniona toka asubuhi kwa sijauza. Niache kabisa hela. Mungu anataka watu ambao wanajielewa kwamba huu ni muda wa ibada. Kwa sababu ni muda wa ibada. Mungu ametupa masaa 24. Masaa kadhaa upumzike, masaa mengine 12 yaliyobaki ufanye kazi zako. Lakini pia Mungu ametupa siku 7. Hizi siku 7 kuna siku moja ambayo ni ya kushinda nyumbani mwa Bwana. Lakini nayo mtu naye anaeleza. Zile siku zote 6 zote
yaani hana huduma yoyote kanisani, ni wa kuingia na kutoka. Hana kwa kwanza Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi yuko hivi na Jumapili naongeza. Kweli Mungu akizuia anakuwa na ameponea. Kwa hiyo wakati mwingine mtoto hawezi kurithishwa. Wakati mwingine ukiona mambo wakati mwingine yanachelewa, endelea kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini faida tuangalie kitu kingine cha kufanya. Moja, nimeshasema ibada, Matendo 3 sura mstari wa 1. Lakini namba 2, maombi, Kolosai 4 mstari wa 2. Ndio umeisha sasa hivi nasoma maneno. Lakini 3, utumishi, Kolosai 3:23 mpaka 24. Haya ndiyo mambo muhimu ya kufanya yanaweza kufanya ukue kiroho na uwe na mabadiliko kwenye maisha yako ya kiroho. Lakini pia kitu kingine, kusimama kwa zamu yako. Habakuki 2 mstari wa 1. Hakikisha unapookoka ili ukue, usimwangalie mtu. Usiangalie mtu amesimama kwa namna gani. Kuna watu wao wakiokoka makanisani wao ni kwa kuvuja moyo wake. Wewe ukishaokoka, angalia kilichokupeleka kanisani. Nilienda kumtafuta nani? Sijaenda kumtafuta mwanadamu. Kwa hiyo usije ukashindwa kusimama mwenyewe kisa eti fulani ameshindwa kusimama. Kuna watu wanashindwa kusimama kwenye ibada, kuja kwenye utumishi eti sababu yule leo mhubiri naye ameacha kuja kanisani. Hapana. Kila mmoja ataondoka kwa siku yake na tarehe yake, na kila mmoja ataenda kujibu mbele za Mungu yeye peke yake kwenye kile kiti cha hukumu. Kwa hiyo simama mwenyewe kwa zamu yako. Usisikilize mtu akakuvunja moyo wala kukukatisha tamaa. Usisikilize walioshindwa, sikiliza walioshinda. Maana kuna watu walioshindwa kazi yao ni kuwavunja moyo ili kwamba na wao washindwe kama wao walioshindwa, kama vile walivyoshindwa wao. Hivyo ninakuomba mwana wa Mungu, wewe kama wewe simama kwa zamu yako. Usimwangalie mtu. Kama ni kutumika, tumika kwa zamu yako. Usiangalie watu waje kanisani kupakia na misieni. Hilo sio jukumu lako wewe, hilo ni jukumu la Mungu. Wewe kama wewe fanya, mwisho wa siku Mungu ataendelea kuwakusa watu, atakufungulia watu wengine nao watafanya. Simama kwa zamu yako. Amen. Lakini pia hasara za kukua kiroho. Moja nishaitamka, muujiza wako kuchelewa au baraka zako kuchelewa. Ndio tumesoma Galatia 4 mstari wa 1. Lakini huwezi kupewa kalama huduma ndani yako. Yaani huwezi kuongezewa vitu. Maana ukiona mtu kuna kitu anacho, anaweza kuhubiri, anaweza kufundisha, anaweza kuomba, anaweza kufanya kitu chochote kwa ajili ya Mungu, tayari kuna ukuaji ndani mwake. Haleluya. Na nikajua askofu amesema anasifiwe. Ana tayari ameshakula kutikane. Mungu